nani ule Tanja ndio usajili bora, unakuja kukumbuka bwana, kumbe Simba ina Nixon Kibabage. Unachanganyikiwa tena hapo. Wakati unataka kumaliza basi Babage ndio usajili bora na kila kitu, nakumbuka kumbe timu ya Chama jamani. Kwa hiyo unajikuta unachanganyikiwa. Lakini ukisema uzungumzie usajili bora kwa upande wa takwimu, nayo unaweza ukachanganyikiwa vile vile. Anicet Oura mechi 4 za ligi ya mabingwa Afrika amefunga magoli 2. Ni rekodi ya ajabu kweli kweli. Na nataka niwape kazi ndugu zangu waandishi wa habari, mkafanye huo utafiti. Katika wachezaji waliosajiliwa dirisha dogo kote barani Afrika, ni yupi amefunga magoli 2 kwenye mechi 4 alizocheza? Kama mtampata it's fine, lakini mkimkosa basi huyo mtu anabaki kuwa ni Anicet Oura peke yake. Kwa hiyo wakati unaangalia takwimu za Anicet Oura, unasema huyu ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakuja kumkumbuka Jibril Kasari Tanja Mamadou mlinda mlango. Amecheza mechi 4 za ligi ya mabingwa Afrika, na kila mechi aliyocheza ametokea kwenye orodha ya kafu ya walinda mlango bora. Mechi ya kwanza na Esperance, mechi ya pili na Esperance, mechi na Petro, mechi ya hii ya leo vile vile amefanya save ambayo inamuingiza kwenye magoli kipa bora barani Afrika. Kwa hiyo unachanganyikiwa. Ukitaka umalize hapo kwa Tanja kwa sababu amekuwa golikipa bora kila wiki anatokea, unakuja kukumbuka kumbe Libase yeye amekuwa mchezaji bora kwenye kila mechi ya ligi kuu ya NBC. Basi unachanganyikiwa, unakosa majibu. Lakini in conclusion tunasema tu ya kwamba Simba tumefanya usajili bora sana katika kipindi cha dirisha dogo, na usajili wenyewe umezaa matunda kweli kweli. Ahmed, katika wawakilishi ambao walikuwa wanawakilisha ardhi ya Simba kwanza ndio huko naenda huko. Katika wawakilishi ambao walikuwa tunazunguka sana twende. Simba ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zikiwakilisha bendera ya Tanzania, lakini kwenye michuano hii ni dhahiri sasa imekwisha kutupwa nje. Ila majirani zenu wanaonekana kesho pia wana mchezo. Pengine labda mnatamani kuona na nyinyi pengine kama ambao mlikuwa waanzilishi kwa kusaidia baadhi ya vilabu vingine kupata nafasi ya michuano ya kimataifa, muendelee kubaki nyewe wenyewe na wala si timu zingine kuja kuweka rekodi nyingine mbele yenu. Kwanza niwape pole mashabiki wa Simba. Tumeshazoea mechi kama hizi, muda kama huu, lazima tutoke uwanjani hapa na kidedea cha kutosha tukiwa na bendera yetu ya robo. Lakini mwaka huu mambo yamekuwa tofauti, na mimi ni kwanza niwape pole mashabiki wa Simba. Tumewanyima kile kitu ambacho tumezoea kuwapa nyakati zote kwa maana ya robo. Lakini nichukue nafasi hii vile vile kuambia wana Simba kwamba hili tulichukulie kama tukio la kimpira wa miguu, na isitokee mtu akataka kunufaika na Simba kushindwa kwenda robo finali, akataka sasa kujifanya ndo anaijua sana Simba, anaizungumzia sana Simba, anaipenda sana Simba, na kuzua taharuki na mtafaruku ndani ya klabu yetu. Sisi wana Simba wenyewe tunakubali mwaka huu tumeteleza, tunakubali mwaka huu msimu haukuwa wetu, tunakubali msimu huu hatukuanza sawa mashindano haya na hatukujipanga vilivyo, na ndio maana tumeishia hatua ya makundi. Na hiyo ndio nature ya mpira wa miguu. Usipokaa sawa wazako wananufaika. Nani alitegemea kama Stade Malien angekuwa kinara wa kundi letu? Kila mtu alikuwa anaipa nafasi Esperance pamoja na mnyama Simba, lakini imekuwa tofauti, mambo yamekuwa magumu, tumeshindwa kwenda hatua ya robo finali. Hiyo ni kawaida mno kwenye mpira wa miguu. Tumekwenda robo finali mara 7 mtawalia. Sisi ndio klabu pekee Afrika Mashariki na Kati yenye rekodi kama hiyo. Ukitoka hapo na kwenda Kosafu na mkuta Mamelodi, unakwenda Afrika Magharibi, unakwenda Afrika ya Waarabu ile sinetwaje, unamkuta Al Ahly. The rest hakuna mwenye rekodi kama hiyo. Kwa hiyo tumekwenda robo finali mara 7 mtawalia. Mwaka huu tumeshindwa kwenda robo finali. Isitokee mtu akajifanya yeye unajua Simba, unajua alafu Simba yeye unajua Simba. Simba unajua. Simba unajua uongozi Simba. Simba renga onyeka Simba. Simba unajua Simba. Simba mchezaji Simba. Hatutaki ushauri kwenye kuanguka kwetu. Tumeteleza. Tunajua tumeteleza wapi,
na tayari tumeshafanya mabadiliko na sisi tuko tayari kwa Champions League ya msimu unaokuja. Kwa hilo ningependa kutoa angalizo kwa na Simba, tuwe pole, tukubali huku kuteleza kwetu, na sasa nguvu, hasira na kila kitu chetu tukielekeze kwenye ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Semaji leo na kwenye watani wako wameposti matokeo ambayo wafunga 5-1 na wakaambia mtunzi wanatamani sana. Unasemaje kwenye hilo? Tumeshuhudia kiwango bora sana cha Anicet Oura tangu amekuwa akifanya vizuri kwenye ligi ya ndani pamoja na kwenye michuano ya kimataifa, na mpaka sasa amekuwa mchezaji tegemeo ndani ya Simba Sports Club. Watasema Anicet Oura ana mapenzi na timu yao. I'm very scared. Yes, naogopa kweli. Na yani kila Anicet Oura akifanya balaa pale uwanjani, kila Anicet Oura akimtambuka mtu, kila Anicet Oura akidribble mali, na Oura kama vile anaanta kwenye mguu wake, mpira haupotei. Kila akifanya maajabu, kila akifunga, mimi moyo wangu unadunda kata. Nasema sasa hivi wataibuka watu watasema kwamba Anicet Oura ana mapenzi na timu yao, Anicet Oura hana furaha na Simba. Naogopa mwenyewe, naogopa. Yaani naogopa kweli, naogopa sana. Sasa hivi wataanza kumshobokea na kumtamani, lakini hiyo ndio nature ya Waswahili, wanasema kizuri chajiuza, kibaya kwa hiyo ubora wa Anicet Oura na wenyewe unaniogopesha. Tunaweza tukaingia kwenye ile pressure ya mpango. Semaji, umesema nguvu inarudi kwenye ligi kuu na mchezo dhidi ya watani. Mashabiki walikuwa wako na moyo wa unyongonyefu baada ya kupoteza mara 6 mfululizo. Unawaambia nini kuelekea mchezo? Utafika muda wake tutauzungumzia. Semaji, lakini kwa sasa tarehe 17 kama sosai mechi ya Tanzania Cup. Yes, baada hapo tutakuwa na mechi nyingine hapo za ligi kuu. Ngoja tumalize kwanza hizi, alafu baada hapo tutazungumzia mechi. Sasa baada ya kutazama ubora wa kikosi leo hii na wachezaji namna ambavyo wametoa matumaini makubwa sana, tegemea nini sasa nguvu ambayo inaenda kuonyesha na kurudi ligi kuu? Kwanza tunafahamu ugumu wa ligi kuu ya NBC. Tunaposema tunaelekeza nguvu kwenye NBC haimaanishi kwamba tunakwenda kutawala, tunakwenda kushindana. Ligi imekuwa ni ngumu sana, timu zimeimarika kweli, na viwanja vingi vya mikoani vimekuwa na changamoto sana. Ndio mikoani mvua zinanyesha na mimi ningewashauri ndugu zangu waandishi, kama kwa mtu na mashamba yake, huu ndio muda wa kwenda kupalilia, asubiri kuvuna baadaye, kwa sababu mikoani mvua. Wewe kwenu wapi? Tanga. Tanga naenda karibu Mbaazi, mvua imekubali kweli safari hii. Kwa hiyo viwanja vya mikoani ni vigumu, kwa hiyo hata uchezaji wake mtu kama Anicet Oura hawezi kuteleza kwenye tope. Kwa hiyo tunaposema tunarejea katika ligi kuu haimaanishi kuna wepesi fulani tumeuona huko, hapana. Tunakwenda kupambana na of course wachezaji wetu tumewambia tumebakiwa na sehemu chache za kutupa heshima msimu huu. Sehemu yetu ya kwanza tumepoteza kwa maana ligi mabingwa Afrika, tumebakiwa na ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho. Hebu twendeni mkatutoe kimasomaso kwenye ligi hiyo. Semaji, tumekuwa tukishuhudia Kratos Chama akivaa jezi namba 17. Leo kavaa jezi tofauti, imekuwaje na tutegemea kuendelea kuvaa? Chama kwenye ligi kuu ya NBC anavaa 17 ndio ambayo amesajiliwa nayo, alafu kwenye michuano ya kimataifa alikuwa anavaa ngapi? Sasa hivi leo kavaa jezi namba 24. Semaji, kwenye michuano ya kimataifa, lakini Semaji, tumeshuhudia kiwango cha Libasi Gwe, lakini pia Anicet Oura. Pengine mashabiki wa Simba wanatamani kujua ni hipi hatima ya Starboy Mohamed Bajabiri kwenye kocha ya Simba. Bajabiri, bahati mbaya sana sijapata current updates yake, anaendeleaje. Though namuona mazoezini, lakini sijazungumza na daktari kuniambia kitu gani kinaendelea kwa upande wake. Nipeni muda
nizungumze na madaktari wetu, alafu nitawaelimisha. Shukrani. Yakubu anaendelea vizuri, na nadhani anytime soon atarejea katika uwanja wa malengo, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, safari yetu imemalizika salama. Tumemaliza tukiwa na matumaini ya kwamba timu yetu walau imepata mabadiliko kidogo. Tumepata alama 3 katika michezo yetu yote ya mwisho ambayo tumecheza, kitu ambacho huko nyuma ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Ilikuwa tukiingia uwanjani tunapoteza, lakini walau baada ya kufanya mabadiliko 2-3 kwenye timu yetu, walau timu imepata uhai na imebadilika, na ndio maana haishangazi kuona katika mechi za mwisho tunaweza kuvuna alama kwetu. Sisi inatia faraja kwa sababu timu mpira haishi kutengenezwa na kujengwa. Kwa hiyo msimu huu umekuwa ni msimu mbaya kwetu kwenye upande wa kimatokeo mabingwa Afrika, lakini inatia matumaini ya kwamba kwenye ujenzi wa timu yetu inaonyesha ishara njema ya kufanya vizuri, hasa kwa msimu unaokuja. Mechi ya leo ilikuwa ni muhimu sisi tupate ushindi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumepata ushindi. Pamoja na kwamba ushindi tuliopata unawezekana kwa macho ya kawaida ukaonekana hauna thamani yote, lakini sisi kwetu wana Simba ushindi huu ulikuwa na tija kubwa sana. Kwanza walau tushinde mchezo mmoja. Ni aibu na fedheha kwa timu kubwa aina ya Simba Sports Club inamaliza michezo 6 bila kushinda hata mchezo mmoja. Ilikuwa ni aibu ya karne kweli kweli, lakini tulihitaji kushinda mchezo leo ili kurejesha imani ya mashabiki na uwanja wetu wa Benjamin Mkapa. Msimu huu tumecheza michezo 5 katika uwanja Benjamin Mkapa na hatujapata ushindi hata mchezo mmoja. It was a very poor record ambayo ingewaendelea kuwaumiza mashabiki wetu, lakini kama haitoshi ingewafanya mashabiki wetu wasiuamini tena uwanja Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kushinda hii leo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kuwarejeshea matumaini na imani mashabiki wetu ya kwamba tukiwa na timu nzuri tunaweza kushinda katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Na hii lazima ieleweke kwamba hatukupata matokeo mazuri katika mechi za mwanzo, sio kwa sababu ni Benjamin Mkapa, ni kwa sababu hatukuwa na timu ya kupambana ipasavyo. Lakini baada ya kufanya mabadiliko, dirisha dogo la usajili, na wakaja watu kuja kuchagiza ubora, tumeona timu imeweza kupata matokeo katika uwanja Benjamin Mkapa. Kwa ushindi wa leo umetumika rasmi kwa ajili ya kurejesha heshima ya mnyama, lakini vile vile kwa ajili ya kurejesha imani ya mashabiki wa Simba ya kwamba Benjamin Mkapa, kwa Mkapa hatoki mtu. Semaji, itakuwa ni dhambi ya mpira usipozungumzia Anseti kutokana na kile ambacho amekionyesha mchezo wa pili kimataifa. Familia vipi? Safi. Uko fresh bwana? Sijakuona siku nyingi mwanangu. Nipo wakati hapa na pale. Basi nyama mimi. Anicet Oura, unajua kuna wakati unachanganyikiwa kusema ni upi usajili bora wa Simba dirisha dogo. Unaweza ukachanganyikiwa kabisa, ukajikuta unatembea barabarani unaongea mwenyewe